TV updates. Tumewahi kukutana na wafanyabiashara kutoka Rwanda. Ni mkoani Kigoma, ikiwa ni siku ya kwanza ya kongamano kubwa la biashara na uwekezaji, likiwaleta pamoja wadau, wafanyabiashara na viongozi wa serikali kutoka nchi za ukanda wa maziwa makuu kwa maana ya Tanzania, DRC, Zambia na Burundi. Kongamano hili linalenga kutathmini fursa, kuondoa vikwazo vya kibiashara na kuimarisha ushirikiano wa kiuchumi mipakani. Lakini sisi kama vile wageni. Siku ya kwanza ya mkutano imeanza kwa wajumbe wakiongozwa na mkuu wa mkoa huo, Mheshimiwa Balozi Simon Nyakoro Siro, ambaye ametembelea maeneo mahususi ya kibiashara na kukagua miradi ya maendeleo inayotarajiwa kuwa kichocheo cha ushirikiano. Moja ya miradi mikubwa iliyokaguliwa ni ukarabati wa meli ya MV Liemba unaosimamiwa na kampuni ya meli Tanzania Tashiko, mradi ambao ni kiungo muhimu cha usafirishaji katika ziwa Tanganyika. Mheshimiwa viongozi, karibuni eneo la mradi wa ukarabati wa meli ya MV Liemba, mradi ambao unasimamiwa na kampuni ya meli Tanzania Tashiko, na mradi ambao umefikia asilimia 64, mradi ambao unategemea kukamilika mwezi Julai mwaka huu. Sasa Mheshimiwa viongozi, naomba nimkaribishe meneja mradi huu. Vitu vyote viko meneja, yote tuko kwenye site tuko meneja, kwa sababu nasema viko meneja kwa sababu kwa plan, master plan yetu tuko tunaenda sawa. Kitu ambacho kiko out of control kama mimi naweza kusema ni control ya slipway. Control ya slipway iko na control na mtu mwingine, kwa hiyo sisi hatuwezi kuimanage. Ile ndio doubt pekee yake ambayo tunaona risk ya mradi kumalizika kwa wakati. Hassan Rungwa ni katibu tawala mkoa wa Kigoma. Uwezo wetu sasa hivi kusafirisha mizigo kwa mwaka ni kati ya tani 400,000 mpaka 360,000 mizigo ambayo tunaweza kuisafirisha kwa mwaka. Lakini mahitaji yetu kwenye oda ambazo tunapokea kwa sasa, tunazopokea ni zaidi ya tani 2,000,000, lakini ambazo tunaweza kusafirisha ni chini ya robo. Baada ya ziara, wajumbe wa mkutano huu wakawa na nafasi ya kusikiliza mawasilisho mbalimbali yanayohusu fursa na mipango iliyopo ili kukuza uchumi na kufungua njia ya biashara. Profesa Godius Kaiharara ni katibu mkuu Wizara ya Uchukuzi. Inawezekana kabisa ukatoka na treni bandari ya Dar es Salaam, usishuke ukafika Karema Tanzania, ambapo reli kipande hakipo, lakini tunakiweka kilomita 106.7, au ukafika Kigoma. Ukifika Kigoma, ile treni yote ikaingia kwenye kivuko na bewa zake 22 mpaka 50, ukaenda kuziteremshia Bujumbura au Zambia Mpulungu, na kwenyewe wanaangalia hiyo port Mpulungu. Ukatoka bandari ya Dar es Salaam, usiteremshe hiyo mizigo mpaka Mpulungu, ukaingia na kutoka. Kwa sisi tunaona kwa kifupi Lake Tanganyika, yani hata Mungu alivyoumba hizo dunia, ukiangalia na bahari ya Hindi, kuna ziwa Tanganyika, kama zimeangaliana hivi. Kwa hiyo sisi strategy yetu ni kuunganisha hivi vitu viwili. Hizo zote ni gateways, ila kuna main gate na rear gate, sijui wapi nategemea unapoanzia, lakini zote ni gateways. Kwa hiyo tukiweza kuifanya Lake Tanganyika ikawa na uwekezaji mkubwa wa kutuconnect na Burundi na DRC, haya yote tunayozungumza hapa yatawezekana kwa urahisi sana. Sasa nataka nimalizie kipi cha SGR, nimeshaisema inaendelea, na sisi timeline yetu tunataka 2028 SGR iwe Mwanza, 2029 iwe Kigoma. Kuna nafasi kubwa sana ya kuinua uchumi wa hapa. Kwa hiyo zile meli 4 almost zimeshakamilika, lakini serikali yenyewe inawekeza. Meli ya MV Liemba ilikuwepo siku nyingi, kile ni kivutio kikubwa cha utalii. Kwanza watu kujua tu historia yake yenyewe ni dili, mtu anasema ngoja nikaiangalie. Lakini serikali ya awamu ya 6 imeweka mashine mpya za kisasa, injini mpya, kwa hiyo ile meli imekuwa mpya, ni kama imeanza upya. Kongamano hili linatumika kama jukwaa la kipekee kwa wadau kukutana na kujadiliana ana kwa ana kuhusu changamoto na mikwamo inayojitokeza katika utekelezaji wa miradi ya kibiashara.
Lengo ni kupata ufumbuzi wa kudumu utakaopunguza urasimu na kurahisisha ufanyaji biashara kwa maana ya ease of doing business. Hii ni fursa muhimu na adhimu kwa taasisi za fedha, makampuni binafsi na wananchi kwa ujumla kutoka pande zote za nchi shiriki kwa maana ya Tanzania, DRC, Zambia na Burundi kuchangamkia fursa za uwekezaji zinazojitokeza. Vizuri sana. Kwa mgeni hata kama ni msaidizi asipoingia akaona huyu babu yake yukoje, inakuwa haipendezi sana. Kwa hiyo nilikuwa nafikiri kongamano hili linatarajiwa kupambwa na mahudhurio ya Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Daktari Mwigulu Nchemba, ambaye atashiriki siku ya Alhamisi Aprili 16, 2026 katika ukumbi wa Lake Tanganyika. Kutoka hapa mkoani Kigoma, katika kongamano kubwa la kibiashara na fursa za uwekezaji, jina langu ni Edmond Rutajama na hii ni Meli TV ya kampuni ya Meli Tanzania, Tashiko.